Once again. Sikia nikwambie kitu kimoja, nyinyi maskini wote ni mbwa, nyinyi maskini wote ni mashetani, nyinyi maskini wote ni matakataka. Na mimi ningekuwa Mungu, maskini wote ningewaua, ningewatelekeza na ningeenda kuwatupia baharini wote mkaliwe na samaki, kwa sababu nyinyi ni mbwa na amfai kuishi. Huwezi kuamini ni kwamba kuna binti mmoja ambaye ni binti wa kitajiri pamoja na mamake mzazi walikuwa wakitesa hii familia maskini ambayo walikuwa ni wafanyakazi wao wa ndani. Walikuwa wakiwatesa barabara eti kwa sababu ni maskini, eti kwa sababu wao wana pesa. Lakini huwezi kuamini kwamba Mungu alikuja kuwaadhibu vikali kinoma noma. Unadhani Mungu aliweza kuwapatia adhabu gani hawa matajiri ambao walikuwa wakiwatesa maskini? Mimi nadhani ongozana na mimi mpaka mwisho utaenda kujua nini ambacho kina happen. Na dude letu linakwenda kwa jina la Daughter Mistake for Maid. Tunaifungua dunia, tunakutana na mtoto wa kike anakwenda kwa jina la Janet. Taratibu alikuwa akirudi zake maskani na kuna bidada akaja kumpokea. Wewe nini? Wewe ni nani kwanza? Na unafanya nini hapa nyumbani kwetu? Mimi ni mtoto wa mfanyakazi mpya wa hapa nyumbani kwenu na nilikuwa nahitaji kusaidia. Kwa hiyo nilikuwa naomba niweze kusaidia kwa sababu mimi pia nafanya kazi hapa. Unasema wewe unakaa hapa? Yes, na mimi nakaa hapa kwa sababu namsaidia mamangu kazi. Yaani mamangu akuruhusu kae hapa. Yes, kwani kuna shida? Hakuna shida. Mimi siongei na wewe, acha nikaongee na mamangu, lakini nilikuwa naomba nikupokee. Umpokee nani? Maskini kama wewe, takataka kama wewe. Yaani wewe ni uchafu tu kwenye maisha yangu na uruhusi kugusa kitu chochote ambacho kinanihusu mimi. Lakini mimi sio uchafu. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya kufanya kazi. Paka wewe. Alafu bidada akawa anajichenga, nifuate huko. Huwezi kuamini kwamba wakazama mpaka ndina. Mama, bidada akawa anamuita mama yake tena kwa hasira kinoma noma. Mama, huyu ni nani? Utakataka anafanya nini hapa ndani? Nadhani ungemuuliza yeye. Nadhani angekupatia majibu sahihi. Nimemuuliza na niambie eti yeye anafanya kazi hapa ndani. Yes, anafanya kazi hapa ndani. Yaani mama, kweli unaniletea takataka kwenye hii nyumba kweli? Mimi nilisema sipendi kuishi na takataka kama hizi mamangu. Lakini sawa mwanangu, lakini wewe mvumilie, huyu ni binti mzuri tu tena ana tabia nzuri. Sikini nikwambie kitu mama, mimi kiukweli simtaki. Mfukuze bana. Hapana, takiwa kufukuza, inabidi endelee kufanya kazi hapa kwa sababu yuko na mamake na mamake ndo anafanya kazi hapa na ni mfanyakazi mzuri kweli. Lakini mtimu wenu mama, mimi nataka umfukuze. Alafu kabidada kaka anaondoka. Subiri mwanangu, niache bana, mimi nataka umfukuze. Mtoto analomba haya. Wakati mwingine tunamwona mfanyakazi wa ndani alikuwa amemletea msosi hapa. Bidada kaangalia, msosi kama usiwezi kumaliza. Jitahidi tu, utakapoishia basi utauacha. Nimesema siwezi kumaliza, so kaurudishe. Niletee msosi ambao ni kipimo changu. Lakini kipimo chako mimi sijui. Kwa unaweza kaniambia kipimo chako ni kipi? Kwa maana yake nianze kukufundisha kwenye kazi yako, si ndio? Kazi ni yako nianze kufundisha. Bishangaza kutaka maneno mengi, ikabidi abebe ule msosi aende kumpunguzia mtoto wa kike. Basi taratibu baada ya kupunguza akawa anamleta. Bidada kuangalia tena anaona msosi ni mwingi. Mbona bado umeleta msosi mengi? Unaniona mimi buludoza, mimi nguluwe, si ndio? Mimi nakula sana. Basi ngoja niende nikapunguze. Basi huwezi kuamini ni kwamba bishangazi kaenda chap jikoni tena, kaenda kupunguza. Na baada ya kupunguza, kauleta msosi pale mezani. Bidada kuangalia. Yaani unaniona mimi nikapanya, si ndio? Mimi ndo kakulaka kama msosi. Huyu msosi si hata mtoto mchanga ashibi. Lakini umesema uli sana tena nimepunguza bado na dada. Niongezee msosi bana. Nani bidada alikuwa ni mbishi? Kinoma na matufanye kitu kimoja. Kula wewe. Lizika, kula wewe. So nataka mimi nishinda na njaa. Kula wewe ulidhike. Maana nyinyi maskini ndo watu wenye njaa, alafu ndo watu wenye matatizo kila kitu. Alafu bidada akawa anajichinga pale. Bishangazi kabaki anashangaa. Na huyo bishangazi ndo mamake na yule binti ambaye alikuwa akimpokea huyo mtoto wa kike. Na yule binti anakwenda kwa jina la Kyra. Huko upande wa pili tunakutana na hii familia. Mdingi alikuwa akizungumza kwamba kwa wakati huu mimi nadhani wakati ambao inabidi tuongeze mtoto mwingine. Mtoto mwingine? Yaani uzee huu tuanze kuongeza tena watoto? Yes, kwani kuna shida? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani kitu ambacho hakiwezekani. Huyo mdingi alikuwa akihitaji yeye pamoja na mke wake waweze kuongeza mke. Na mimi niko strong, nina uwezo kabisa wa kufanya kazi tukapata mtoto. Hapana, lakini tumeshazeka. Tumezeka nini wakati nguvu tunazo? Hamna bana, ni kitu ambacho siwezi nikakubali. Wewe inaonekana kuna mwanamke umempatia mimba. Sasa unanitafutia sababu ili mradi uje uniletee mimba nyumbani, si ndio? Asa nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa uji kuniletea mwanamke wala uji kuniletea mwanamke mwenye mimba wala mtoto hata mara moja. Muda si mrefu mshikaji akatimba. Jamani wazazi. Yaani nyumba zote zinawasikiliza nyinyi. Yaani kwenye nyumba ni nyinyi tu ndo mnaosikika. Babangu, mamangu, mnanitia aibu. Acheni kubishana bana. Mshikaji anakwenda kwa jina la Hilal. Na alikuwa akiwazuia wazazi wake kwa sababu walikuwa kilumbana usiku wa manane. Ni kwamba mdingi anahitaji mtoto tena mwingine, lakini bishangazi ni jambo ambalo hataki. Kikweli babako anaonekana kabisa tu kuna mwanamke huko nje amempatia mimba na anataka kuniletea mtoto hapa nyumbani. Huwezi kuamini ni kwamba kilichokuwa kikiendelea hapo ni mabishano tu, yani hakuna maelewano hata mara moja. Na mshikaji alikuwa akiwaambia kwamba inatakiwa mtu
mtulie bana. Nyinyi watu wazima, vitu kama hivyo inatakiwa mzungumze taratibu. Sio lazima mwape faida majirani bana. Mshikaji alikuwa hitaji kabisa kelele ambazo walikuwa wakizitengeneza wazazi wake, kwa sababu ni watu wazima, alafu then wanaanza kuleta vitu vya watoto. Ukiniletea ujinga, mimi nakuzingua, ni mimi nitakuzingua siku utanikoma kwa. Lakini Mdingi akaona ili mbona nizongoje mimi nilale zangu, acha aendelee kupiga kelele peke yake. Mdingi akawa na lala zake pale. Huko upande wa pili tunamwona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Janet, na alimfuata Kayla akaanza kumwamsha hapa. Na Kayla alikuwa amelala zake. Wewe amka. Hivi unapata wapi ujasiri kulala alafu nyumba nzima wote wameamka alafu umelala alafu wewe ni mfanyakazi tu ndani? Sina kazi ya kufanya. Huna kazi ya kufanya? Kama una kazi ya kufanya usiondoke tu kwenye nyumba yetu, kwa sababu mimi nachukia sana watu ambao wanalala sana. Yaani mimi mtoto tajiri nimeamka alafu wewe maskini unalala. Amka bana. Cheki, ni maskini mnapenda kulala. Amka na amka bana. Pumbavu mkubwa wewe. Ni maskini kulala tu, kufanya kazi. Pumbavu. Alafu bidada akawa anajichenga. Bidada hapendi kwa sababu kwenye nyumba imekuwa ni mateso, imekuwa ni mateso.